Turejee sasa kwenye mchezo wao ambao wanakwenda kucheza pale visiwani Zanzibar. Ali anasema kundi lao ni kundi la kifo kama ambavyo wengi wanasema. Ni kweli Juma Ayo, kwa experience yako na kushuhudia mechi za namna hii? Kundi ni la kifo, lakini sasa unajua ukijiandaa sana na kifo unakufa kweli. Lakini kama unaamini kwamba kifo sio kitu cha kujiandaa nacho kwa kiwango hicho, unatakiwa tu uamini kwamba utakufa, unaweza kutoboa ukakaa muda mrefu zaidi. Wasiwe na uoga wa kundi. Mimi I believe kwamba kundi ni gumu kimtazamo. Yes, kwenye makaratasi, lakini football is not only tu kwenye makaratasi. Unaweza ukapanga kikosi, lakini kinachotokea kwenye kikosi ni vitu vingine kabisa. No one knows kwamba Yanga kwenye kundi hilo wanaweza kamaliza nafasi gani. Unaelewa, lakini pia wako na timu, mfano huko na Ali ambaye wote tunakubaliana kwamba safari hii hata trend yao ya matokeo sio kama Ali ya miaka 2-3 iliyopita, sio? Kwa kuna wakati hizi timu zingine pia zina struggle, lakini haiondoe ukubwa wa hizo timu. Kwa bado Ali ni timu kubwa, FAR Rabat ni timu kubwa, of course uwekezaji wao ni mkubwa. Sasa football ina mambo mengi wakati mwingine, ambayo wakati mwingine sisi tunaangalia tu kwenye eneo la kwenda kutafuta matokeo, lakini kawa na mambo mengi nje ya hapo. Unavowekeza, unavojiandaa kwa ajili ya mashindano. Na mimi nimesafiri kwenye mashindano haya ya Afrika, wakati mwingine hauhitaji tu kuwa well kwenye pitch. Unahitaji kujiandaa properly. Kuanzia unavotengeneza safari yako, unavokwenda kupambana na hiyo timu. Yaani kuna mambo mengi kwenye African football ambayo sisi bado tuko nyuma, si kama wenzetu. Ambapo wenzetu wanaangalia preparation kwamba namna gani timu imekuwa well prepared kwa ajili ya kucheza. Kwa sisi hapa kuna wakati unapoteza mechi si kwa sababu una timu nzuri tu ama timu mbaya. Kuna wakati unapoteza mechi kwa sababu ulichelewa kufika kutokana na logistic. Kwa sababu marefa wameleta nongwa, na hawa marefa wengi tu, kuna marefa wengi wamewahi kuingia kwenye kashfa za hapa na pale za kuumiza timu nyingi. Mimi nimewahi kusafiri na Yanga kwenda kwa South Africa na Mamelodi pale. Tuliona kilichotokea pale. Sio kwamba Mamelodi walisonga mbele kwa sababu they are better kuliko Yanga, lakini kuna mambo yalifanyika kule ambao sisi wengine tuliona kwa macho yetu. Kwa hiyo nikirudi kwenye mchezo, nadhani hii mechi ya kwanza itatupa picha. Ni ngumu kutabiri, ni ngumu kusema direct, lakini hii mechi itatuambia kwamba mabadiliko ambayo Yanga wameyafanya kwa muda mfupi ya kumleta coach, haya mabadiliko yamefanyika mpaka kiufundi. Namna ambavyo watacheza huo mchezo kwa ajili ya kushinda, ama wakifungwa pia tutaona performance ya team. Lakini I believe pamoja na ugumu wa hili kundi, Yanga miaka hii miwili waliokwenda kwenye mashindano haya tena kwa kucheza na kufanya vizuri, I believe bado Yanga mimi siwezi kuwaweka kama top favorite kwenye kundi, lakini sitaki kuamini kama Yanga